gani? Ndio utaangalia kama ni mzuri au sio mzuri. Ila wewe chukua neno la Mungu, basi sio sana. Utandawazi. Ila kwanza ilikuwa ni jinsi ambavyo tumefundishwa darasani na ukiomba wanakupa hiyo. Sasa kwangu mimi ambao nilitafuta sijaipata. Sasa kama nitunge mimi hapa, basi sio sana. Ni njia ya shetani kuunganisha watu katika uovu. Ona andika sasa somo tu. Andika definition. Naona nashangaa watu wanaandika neno la Mungu sasa utaelewaje? Nabii andika kama sana ya sifu. Andika kitu ambacho ni cha msingi. Wanasisitiza sana kuandika vitu. Wezani na kuandika masomo. Wanasisitiza sana. Andika na kitu kama nataka kusoma kweli. Andika hivi. Njia ya shetani kuunganisha watu katika uovu. Kuvunja mipaka kati ya wema na ubaya. Na kwa hiyo tunaweza kuambia ni wema na ubaya au kuunganisha ulimwengu na sio na watu wasio ulimwengu, kuunganisha nuru na giza. Hivyo ni njia ya shetani kuunganisha watu katika uovu. Sababu hebu tusome kitabu cha Mwanzo 1:7 tusome sasa. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali, tukachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tukifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Unaona? Wale watu walikuwa na neno nzuri kabisa. Sasa ni wanajiuliza, watu wameamua wasitawanyike, sisi tuwe watu wamoja, tufanye kitu pamoja, tusitawanyike usoni pa nchi yote, tujenge mnara na kilele chake kifike wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe sana. Sasa sijui walikuwa wanajenga mnara wa moja kwa moja kwenda mbinguni, ufike mbinguni. Sababu nikipiga hesabu zangu labda some sipi, lakini ni ngumu sana kuanza mnara ufike mpaka mbinguni moja kwa moja, yani ukopoi ufike hadi mbinguni. Tunajengwaje sijui, lakini nadhani ni kitu fulani tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui go usichukue hicho kitu. Kwa walikuwa wakijenga mnara, wanataka ufike wapi? Mbinguni. Sasa mnara ni upi? Mnara disco au mnara gani? Sijui. Ila tunataka kusema kwamba walikuwa wanataka wasitawanyike. Kusudi la kwanza kusema usitawanyike usoni pa nchi yote. Mungu akashuka akaona akasema hivi, hao watu wanachotaka kufanya kwa sababu wana lugha moja, wanasema hakuna mtu atafanya nini atawazuia. Wao kafanyaje? Akawapiga na lugha hiyo pale nini watawanyike. Kwa Mungu aliwapiga watu watawanyike. Sasa kwa sababu nini? Sababu hata kwa sehemu moja sasa sisi bwana tunataka kuomba mbele, tunatokea hapa au tunamaliza sisi tusiondoke tukae sehemu moja. Mungu anaamua kutawanya. Kwa nini atawanya Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu aliwatawanya hao watu? Sasa angalia kitu katika kipindi kile na sasa hivi. Kipindi kile Mungu aliwatawanya kwa kutumia lugha. Kwa sababu teknolojia ilikuwepo kimsingi na namna yake, lakini sio kama hiyo walikuwa wasikuwasiliana wakaondoka sawa hewani. Bila sasa hivi imekuja njia nyingine, internet. Inaweza kutukuta dunia yote sehemu hii moja. Tunazungumza sasa hivi sio lazima tuwe Kichina. Nikaa kuongea na Mchina na ile voice naongea inanitafsiria Kichina namuonyesha hii hapa. Atafsiria bana nikianaongea kwenye voice kwa Kiswahili, ile voice inanitafsiria na inaonyesha kama ndivyo. Tunakonversate hivyo au nikana natuma text za kawaida. Nikituma kule kuna baadhi ya applications zetu nazo zina translate text kwa lugha yake. Kwa hiyo nataka natuma kwa Kichina, lakini ukija kwako inakuja kwa lugha nyingine tofauti. Hii sijaona applications za Maria hapa Tanzania, sijaona kama maarufu sana, lakini zipo, watu wamezifanya. Kwa hakuna bei ya tena yoyote, watu wanaweza kuwa pamoja. Kwa Mungu aliwatanya watu wasikae pamoja. Sisi tunarudi kurudi pamoja. Shida sio kurudi pamoja, shida ni kurudi pamoja na kuungana katika uovu. Ona, anasema tusitawanyike, anasema na kilele chake kifike mbinguni. Sasa basi ndio ndio kilele chake kifike mbinguni. Maana Mungu achukui mmoja,
kinyume cha neno la Mungu, hapo ndipo shida inapoanzia. Hapo sasa ndipo ambapo nataka tuangazie utandawazi kwetu sasa hapa ukoje. Naenda kumalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usitoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimetaja vile vile utandawazi. Nimesema kuna uchumi na biashara. Nikasema kuna teknolojia, kuna mawasiliano, kuna siasa, kuna michezo. Sasa tuangalie hapa. Kitu cha kwanza, siasa.